Tafuta kwanza ufalme wake Mungu, na baadaye upate vitu vyote unavyovihitaji. Haleluya, haleluya. Tafuta kwanza ufalme wake Mungu, na baadaye upate vitu vyote unavyovihitaji. Haleluya, haleluya. Tafuta kwanza ufalme wake Mungu, na mengine yote utazidishiwa. Lakini sisi tunatafuta kwanza vya ufalme wa dunia huu ambao utapita na mambo yake yote, kuliko tutafute vya ufalme wa kuishi milele wa miaka bila hesabu. Ujue hapa duniani tuko kama wapitaji. Tuna miaka michache tu kama punje moja. Tunasahau kujua kwamba ukifa ndipo unaingia katika umilele. Ndio mwanzo wa maisha. Kufa ndio mwanzo wa maisha. Sasa ukifa ujue unaingia katika umilele, miaka bila hesabu. Sasa unajiuliza, sasa miaka niliishi hapa duniani sikufanya mazuri, sikuchagua vizuri. Sasa ukumbuke kwamba ukienda huko na kuchagua vizuri, ujue utahuzunika milele na milele, milele na milele, milele na milele, miaka bila hesabu katika huzuni. Lakini ukichagua vizuri hapa duniani, utafurahi milele na milele, milele na milele huko mbele katika ulimwengu ambao hauna hesabu ya miaka. Ndio maana neno la Mungu linatuambia kila siku, andaa maisha yako. Tafakari juu ya maisha yako ya baadaye. Jiulize ikiwa unaendana katika mapenzi ya Mungu. Jiulize ikiwa unafuata amri 10 za Mungu. Jiulize ikiwa unampendeza Mungu katika njia zako zote. Ndio maana ya neno la Mungu, ndio maana ya Bible. Ndio maana Mungu anatutumia ujumbe siku kwa siku, anatutumia watumishi wa Mungu ili turekebishe njia zetu. Turekebishe njia zetu. Mungu alituumba na utakatifu. Alituumba akimaanisha kwamba mwanadamu ataishi milele katika furaha. Isipokuwa udhaifu wetu ulituma tunatoka mwa hizo programu nzuri ambayo Mungu alikuwa anatupangia. Ikatuma tukatoka tukawa kinyume na mapenzi yake, kutokutii maagizo yake. Sasa Mungu shabaha yake ilikuwa ni mwanadamu aishi katika furaha milele na milele, milele na milele. Aliumba mwanadamu na utakatifu, lakini tulipoteza utakatifu huyo, ikatukuta tunakuwa kinyume na mapenzi ya Mungu. Lakini Mungu huyo huyo alimtuma mwana wake Yesu Kristo duniani kuja kutufilia, kuturudisha tena katika ufalme. Sasa ndio hiyo maana ya neno la Mungu siku kwa siku, kutukumbusha, kutuambia mwanadamu, rekebisha njia zako, acha njia zako mbaya, vyote unavyofanya visipendeza acha. Na ndio maana unasikia neno la Mungu siku kwa siku. Ni upendo mkuu wa Mungu, maana Mungu alikusudia tangu mwanzo wa dunia na program yake haiwezi badilika. Kenye Mungu anasema kinapaswa kitimie milele, maana ni powerful. Neno lake liko powerful. Na hiyo ndio maana neno lake linakuja siku kwa siku kwako mwanadamu, kuambia rekebisha njia zako, rudi kwake. Usije kulia milele ukichagua vibaya, lakini neema ipo. Na ukichezea neema hiyo utalia milele. Neno la Mungu linapokufikia usiwaze ni mchezo, hapana. Neno la Mungu linapokufikia ujue ni upendo mkuu wa Mungu kukuchagua wewe mwanadamu, kutaka uwe karibu yake, uwe kiumbe kizuri. Maana kuumba akimaanisha kwamba wewe unamfanana katika mambo mengi mengi mengi, lakini
Kutokutii kuliharibu kila kitu. Neno la Mungu linapokufikia mwanadamu, sikia, fungua masikio yako ya kiroho. Acha vitu vyote vinavyokudistract, vinavyokutuma hautakuwa karibu ya Kristo. Haitatuma utakuwa karibu ya Mungu. Haitatuma utakuwa karibu ya neno la Mungu. Neno la Mungu linakufikia leo mwanadamu, njoo kwa Kristo. Njoo kwa Kristo. Njoo kwa Kristo. Usipoteze neema hii ya bure. Usipoteze neema hii ya bure. Neema hii itaisha karibuni. Neema hii itaisha karibuni. Kanisa likinyakuliwa tu na kujiandaa vizuri, neema hii itaisha. Utaitafuta nyuma ya wakati. Kulia ukitafuta neno la Mungu itakuwa nyuma ya wakati. Kanisa kinyakuliwa tu, neema hii itakatika. Kwa kujiponyesha itakuwa ni kwa nguvu zako binafsi, kwa damu yako binafsi. Maana itakuwa neema imekwisha. Neema itakwisha. Neema itabaki kwa taifa moja. Ni taifa la Israeli. Kisha kanisa kunyakuliwa, neema itabaki kwa taifa la Israeli pekee. Ndio maana neno la kufikia leo kuambia mwanadamu, rekebisha njia zako. Jiandae. Yesu akija kutuko tayari. Si mchezo. Unaona vyote vilivyotabiriwa tunaviona. Vilivyotabiriwa katika vitabu vya manabii, Zaburi, Torati, Ufunuo, Injili, tunaviona wazi katika dunia. Tunaviona vinapita vivi, mafuriko, njaa, chuki, fitina, ukabila. Yote ni uchimilisho wa maandiko. Ni kwako ndugu kamata hatua mbele wakati na kukata kamba vifungo vinavyokufunga, distraction inayokurudisha nyuma, ukate mbele wakati. Maana neno la Mungu linapokukumbusha ujue ni neema kutoka Mungu. Vizazi vilipita mbele yetu, viliona hii neema ambayo iko mbele yetu, vilitamani kuifikia lakini havikufikia. Lakini wewe uko naichezesha. Lakini itakuwa ole kwako ukiwa umepata muda mwingi wa kurekebisha maisha yako, wa kutubu, lakini hukutii. Itakuwa ole kwako. Mwanadamu, unaikuwa na masikio mawili na Mungu alikupa akili kuzidi viumbe vingine vyote. Itakuwa ole kwako. Sina mengi ya kusema, lakini ujiandae mbele wakati, kabla wakati ungalipo. Neno hili libaki kwako na kwangu. Amen.